Naibu Waziri wa Ardhi Gaspar Muya amefanya ziara ya kikazi katika wilaya ya Kasulu mkoani Kigoma kutatua mzozo wa wananchi wanaotuhumiwa kuwa wamevamia eneo la hifadhi ya Mkuti iliyopo katika wilaya hiyo. Hayo yamejiri baada ya wananchi kuendelea kufanya shughuli za kilimo pamoja na kuweka makazi katika eneo hilo linalosadikika kuwa ni hifadhi, huku mbunge wa jimbo la Kasulu vijijini kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi Edbil Kazara akisema mipaka ya hifadhi na maeneo ya wananchi haijulikani, kitendo kinachosababisha kuwepo kwa migogoro ya ardhi katika jimbo hilo. Kero kubwa niliyoipata kwenye jimbo la Kasulu vijijini ni ardhi. Na Mheshimiwa Naibu Waziri, kwa kweli ardhi ndiyo imebeba kura za Chama cha Mapinduzi. Ardhi ndizo zimebeba uhai wa chama chetu kwa Kasulu, na ardhi ndiyo imebeba hatima ya diwani na mbunge kwa jimbo la Kasulu vijijini. Na mimi kijana wenu niliwaahidi kwamba sitowaangusha, nitajitahidi kubweka mahali pa kubweka, nitajitahidi kunusa mahali pa kunusa, nitajitahidi mahali pa kung'ata au kukamata nikamate. Kijana wenu mara baada ya kufika bungeni nilibweka. Kama mmewahi kusikia, nyosha mkono juu. Na baada ya kubweka tu, mwenye nyumba ametoka na rungu na panga kuja kusikiliza mbwa wake anabwekea nini, na hatimaye amemtuma Mheshimiwa Naibu Waziri aje awasikilize kwamba kwa nini huyu mbwa anabweka kila mara. Mimi kijana wenu nilikutana na Waziri wa Maliasili Dr. Ashat na naibu wake Chande, nimekutana na Waziri Akwilapo na naibu wake ambaye ni mgeni wetu siku ya leo Kaspa, nimekutana na Katibu Mkuu wa Ardhi, nimekutana na kamishna, lakini pia nimekutana na naibu katibu mkuu wa Wizara ya Maliasili na Utalii, nimekutana na watu wa TAWA na watu wa TFS. Wote walikubaliana, lakini pia nilikutana na Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa maana hiyo, Dr. Mwigulu Nchemba. Ilikubalika ije timu maalum inayohusisha wizara mbili, ya Maliasili na Wizara ya Ardhi. Timu yote iko hapa. Kwa hiyo changamoto zenu, shida zenu, naomba ziishe hapa leo. Wakiondoka tusikabane tena, ndugu zangu. Kwa upande wao, wananchi wa kijiji cha Zeze wameiomba serikali kuangalia suala hilo kwa kina, kwani kijiji kimesajiliwa kihalali na wananchi hawana eneo la kulima na kipato chao wanategemea kilimo. Sisi wana wa Zeze tumefika hapa mwaka 74. Na hapa tulipokuja ilikuwa ni operation ya vijiji. Tulipofika mahali hapa tulipewa mashamba ya kulima. Tukawa tunaendelea kulima tangu mwaka huo wa 74, lakini hivi punde tu tumeona tunanyang'anywa mashamba. Tukaona ndani ya mashamba yale zinasimikwa beacon ambazo zile shamba tulipewa na serikali iliyokuwa madarakani muda huo, ambapo muda huo ilikuwa ni utawala wa marehemu wetu Mwalimu Nyerere. Kwa hiyo mpaka hivi sasa tunashindwa kutambua sisi ni wakimbizi kutoka nchi gani kwa ajili ya kunyang'anywa maeneo ya kulima.
Gaspar Muya ambaye ni naibu waziri wa ardhi amesema hifadhi ya Mkuti ipo kisheria, hivyo wananchi waliovamia hifadhi hiyo hawana budi kupisha hifadhi ili kuendelea kutunza uoto wa asili, kwani misitu inasawazisha hali ya hewa na msitu unaweza kupunguza joto la eneo, hivyo bila uoto wa asili joto linaongezeka na mvua zinapungua. Msitu wa Mkuti umeundwa kisheria, ulipimwa wote huu na ukatangazwa kisheria kwenye gazeti la serikali mwaka 1956, na tangazo hilo lilikuwa la namba 287, likautangaza uwepo wa msitu huu. Msitu huu wakati unatangazwa ulikuwa na hekta 104,192. Waliovamia eneo la hifadhi la msitu wa Mkuti Wakucheli, Wakucheli na Lugufu Lelini waondolewe na kupelekwa eneo la wazi ambayo ni msitu wa Mkuti, lakini ni jirani na kijiji cha Zeze ambayo ndio inaitwa eneo la London. Wananchi wamebaki na viulizo baada ya kuambiwa watoke kwenye hifadhi. Tumeambiwa kutoka tena mwisho tarehe 30 mwezi wa 7. Tunatoka tunaenda wapi? Na wazeze waliofukuzwa, walionyang'anywa mashamba yao, sasa wengine wanaenda kukabidhiwa mashamba, na wazeze wanaonyang'anywa wataenda wapi? Sisi tukae kwenye maeneo yetu mpaka uvumbuzi utakapokuwa mmeupatia uvumbuzi serikali. Nikiripoti kutoka hapa halmashauri ya wilaya Kasulu mkoani Kigoma, mimi ni Justin Cosmas.